Sasa kwa hiyo huyu Hisham ambaye kila mara binti yangu namtaja, inaonekana mama yake shajiandaa muda mrefu. Alijiandaa vya kutosha, kamteka mwanangu. Sasa dawa hiyo iliyopo hapa ni kuwa tu yule Hisham akiwa hai, basi huyu binti yangu atapata amani na mkwe wangu vile vile atapata amani. Kumbe mimi naona afadhali apotee hapa. Hiyo fikra ambayo unaileta mzee, nafurahi sana. Nilikuwa nayo kabla. Ulidhihirisha tu nilikuwa nayo. Na kulipotoa umenisaidia sana. Cha muhimu hivi, tutumie njia gani ya kummaliza? Usikubali mtu atuvuruge hivi. Kama hivyo nilikwenda jana. Sasa mimi kitu niko naona, mimi mama ni mchawi. Asitumie uchawi kwa sababu wataalamu wako. Kitafute kama ni kiradu msambue. Sema kwa wataalamu. Shughuli hizo Tulia. Hiyo rais wenyewe. Ukitumia radi ni uchawi. Na mamake ni mchawi. Unaona kijana yule katengenezwa, kaundwa. Alafu unalipua radi. Unaweza kailipua. Baada ya kuilipua, labda kajipanga. Alafu radi hiyo ikapiga gear reverse. Au kalipuka wewe. Nyingine njia mpya. Tuko hapa kwa pamoja, hapa tumekaa kwa kutaka tutafute dawa. Mimi kama usisungua, nasema hivi. Andaeni tu kundi la vijana. Wako vijana hapo ni shughuli zao. Mnatubaa. Pigo mara moja. Inaitwa darbatan wahida. Mpigo mmoja. Bas. Hapo kabisa waundwe vijana ambao watamaliza kwa ghafla. Maki ghafla tu kidogo tu. Fulani kaondoka, haijulikani wanani. Vijana wapo. Wala sio kuunda, vijana wapo hao. Unaona? Uchawi na bunduki mbali. Uchawi na kisu au panga. Uchawi uzee mpanga, uchawi uzee risasi. Kipigo unaondoka. Mtu akija na panga eti utumachaweka ziwi. Uongo. Sasa ustadhi hapo mlipo pamoja. Hapo kabisa umepatia kabisa. Unajua wakiwa pamoja. Nikwambia tukiwa kitu kimoja, lazima tutabuni kitu. Na mtengano ni udhaifu. Sio kama mimi nilikuwa nimeenda kumpita njia mbali sana, kumbe njia karibu hivi. Hapa vijana wapo kabisa wenye kuweza kazi. Unajua nilikuwa nimesahau. Yaani sasa hapa mimi nimekubaliana na wewe kutafuta vijana mimi niko tayari kwa tafuta. Na wapo. Mimi nipo tayari watu wangu chochote kile kwa lolote lile. Yaani mimi ni mradi tu nimpate mke wangu, niishi naye kwa amani. Kwa njia yote ile nitakayotumia wazee wangu, mimi nipo tayari. Tutafute pesa. Kama 500 tu, pesa ndogo, kama 500 tu. 500 ili vijana wakubalishe. Fasi yangu hiyo bana. Kukusaidia vitu wangu. Sasa nadhani la kufanya hapa la muhimu. Unasema kwamba wanadai kwamba wanataka 500. Sasa mimi nadhani mimi nitatoa milioni. Mimi nitatoa milioni 1 ili tuweze kumaliza mambo yetu kwa haraka na kwa pesa yazidi kuwa mazuri. Ndio wangu. Mimi nitatoa milioni 1 na kwa muda wote yule mimi niko tayari. Ili mambo yazidi kwenda vizuri. Yaani hapo iende katika, kama angekufa kwa muda kwa dakika 30, hebu umesema dakika 15. Hakaza. Nadhani tutafanya hivyo. Usijali. Mimi kwa muda wote, kwa saa yoyote nipo tayari. Sasa tusimwe kuchelewa. Sawa?
labda tupite huko, tumekwenda huko hapa. Acha mimi ni wa contact vijana hapa sasa hivi, alafu hapo niwaambie waanze kushughulikia. Sikesha anko. Habari za deni hapa? Anko, huwezi kadhalika na vyako bwana. Chunga heshima yako pesa. Wabonyezewe bwana. No? Safi yako. Halo? Wewe Jerome. Habari gani? Sikia majina yao. Nilikuwa kutafuta sana na kuhitaji kabisa. Sasa unajua kama mimi nakutafutia deal. Kama kazi, kama hivyo kabisa. Mwipatie. Nika kijana kamoja hivi sio mwakafahamu. So karipua tu mara moja sina chochote kazi zetu. Na kilo 5. Kilo 5. Basi 7 kilo 7. Sawa. Yaani ni kama mtu ambaye anataka hapa ni fast kafastishe kabisa. Maki nisikie majibu baada saa moja tu. Ngoja kidogo. Ni utume picha yake kwa WhatsApp. Ngoja kutumia kupitia kwa WhatsApp alafu unakajua tumia film unakajua. Harufu sana bwana. Kali. Sawa yako. Akumbuka sasa tuko nini pale tumekutana kwa Rebis pale. Akaja kanisalimia hivi tukaambiliana. So dakta kabisa safisha kabisa hapo. Sawa. Alafu ukimaliza hapo uje uchukue nini? Kwanza avance yako uje kama ibanda kupanda utakuwa avance. Sawa. Okay, mimi nataka nisikie kama wewe hata sasa kama unaweza kumpata wewe maliza. Sawa. Okay. Confiance. Mtakuwa na nini na Pascal? Sisi bwana utajua kama mteremko 10, kama mteremko 20. Sikasi yetu mtajicho. Mimi maliza afera afu mimi tutamaliza. Okay. Sawa. Samia. Nini? Uko unakisha vyombo. Ikiwezekana achana nani? Achana navyo kabisa, mwambie madam. Ule aliyokuwa mpenzi wake, aliyokuwa mchumba wake. Mwambie iko mashakani sana, iko hatarini. Muda wowote anaweza akapoteza maisha. Akiamu. Muda wowote anaweza akapoteza maisha, please. Sasa ikiwezekana, uende mwambie ampigie simu sasa hivi. Umeyatoa wapi wewe? Umeyatoa wapi? Samia, mimi nakuhakikishia nimeyasikia na masikio yangu haya mawili. Kweli? Niko na sege sio napanga plan ya kumuua ule kijana. Sasa kama ikiwezekana, mwambie sasa hivi ampigie simu, hakimbie atoke hapa. Hakimbie. Acha masiara yako wewe. Mambo mengine sio ya utani. Tatizo lako Samia, muda wote unafikiri ni utani. Hii issue iko serious. Una uhakika umewasikia? Mimi sasa hivi niko nafanya usafi na kusafisha pale. Nimesikia wanasema wamemtaja, muda wote anaweza kupoteza maisha. Kweli? Samia, acha kutania na hichi kitu. Please nakuomba. Umeshaona? Mwambie madame ampigie simu sasa hivi kama ikiwezekana akimbie. Hafu kitu cha kunishangaza nimeona hata shie mzima wa the woman Dave. Amekaa pale ana support kabisa. Wewe unafikiri mimi niko nasafisha, kumbe niko nawasikia maneno yote yenyewe kunazungumza. Wai sasa hivi mwambie ampigie simu. Kabisa wai. Acha kuchelewa wai Samia. Piga tena. Oh my God. Lakini una uhakika? Ni kweli.
wewe mwanamke unatafuta nini lakini? Please, nakuomba unisikilize japo yani hata 0 sekunde unisikilize tu ninachokuambia. Unataka nini? Yani nisikilize tu dakika zipo umetokea tatizo na kuomba haraka iwezekanavyo. Iko dangerous na kuomba sana mtafute penye iko. Maana kuna watu wanamndia jamaa wanataka kumuua. Unasema? Please nakuomba kama unampenda kaka nakuomba nimempigia simu apokee amenikatia. Hivi imezima simu. Hello? Yes. Hello? Yeah. Nini tena? Nini tena? Nini tena? Nini? Hivi Samia, hapa karibu, unaweza kunipatia simu? Nataka kujua. Hapana, sitaji kujua. Ila kwa hicho kitendo walichonifanyia hao watu, nahitaji kuwalipizia kisasa kitu ambacho kitabaki kwenye historia. Hilo tu. Yes. Nifuate. Okay. Hello baby. Vipi hali pesa wangu? Salama tu na wewe. Kwa wapi? Oh, uko na kusungua. Okay. So baby, nilikuwa nataka kuomba kitu. Najua kusikia leo nimetayarisha iwe special kwa ajili yetu wawili. But nafikiri si mbaya ukija na anko. Yes. Maana unajua ni siku nyingi nilikuwa nikimsumbua. Iweze kuwa fursa yangu na kumomba samahani. Yes, my love. Yeah. Please, naomba usiniangushe. Okay, sawa. Nakusubiri sasa maana nimekuandalia chakula cha mchana leo na tuchangie wote. Okay, sawa. Usiniangushe basi. Nakusubiri, okay? Okay. Sawa, mimi nakupenda pia. Haya, mume wangu. Okay, sawa. Take care. Okay, I love you too. Yes, wanakuja. Chenye unaweza kufanya ni wiki gilasi ya 3. Wanakuja sasa hivi maana ananiambia alikuwa njiani kuna sehemu alikuwa anaelekea. So then wangekuwa wanapita huko wakakula chakula cha mchana, lakini nilishamwambia kama ndio nimepikia then tabidi aje kula. So nitike gilasi 3 nimeleta na masahani. Okay? Okay. Maana wanajifanya kama
mbaya wanajua wenyewe. Baba ni mkatili. Yaani siamini. Siamini kama huyu ndo anaweza kafanya kitu kama hichi. Siamini kama ustazi ndo anaweza kafanya kitu kama hichi. Ustazi mnafiki kweli. Ujalete na sahani. Yes, niletee kwa sababu sasa hivi wanakuja. Karibu chakula. Asante. Karibu. Hapo jisikie huru kwa nyumbani bana. Karibu. Mimi sana uhuru huko bwana. Uhuru huko kabisa. Jiachie kabisa ngoja, jiachie kabisa. Naam. Karibu hapo. Ana siku nyingi kweli sijakuona. Naona Kula chakula. Madrasa zimekubeba Alafu malizie kwenye lahmi hapo. Kula chakula bana. Kwenye lahmi. Kula chakula bana. Lahmi. Kula huyu bana. Lahmi matbukh. Kupikwa hiyo sema za Arabia. Karibu. Asante. Yes. Ana filmi. Menao pale. Acha nikupakulie meo. Kula jisikie free. Jisikie huru kabisa kula mko. Kula jiachie. Bismillah wa ala baraka. Kuna raha hizi. Tumana nilikuwa nakwambia mtoto. Mume wangu naye. Ile nimechoka. Nafaa. Nimechoka. Anko kula kabisa bro. Unaona? Awalan Allah. Baby kidogo tu baby swiki chakula Hamna kingi sana. tatizo mume wangu. No baby kidogo tu tutachangia wote. Sijali. Kweli? Yes, unajua tena mpikaji. Ndio. Harufu yote na mshemu mpaka nasiana. Anko tabiri mrembe kidogo anko yuko hapa. Kuna vile mambo ya chumbani. Mimi Kuleta anko ustazi wa. Ngoja nikuletee mume. Mjomba la hizi mjomba. Chakula kimeshughulikiwa. Mama. Vipi za nyumbani mjomba? Salama alhamdulillah. Ndio. Anti ya jambo. Endeleeni tu basi. Mzee nafasi yenu bwana. Appetite. No. Kunywa juice. Chakula kitamu. Kweli. Hakaza Jikoni leo nikasema it's special for my husband. Ndio maana nasikia kitamu sana chakula baby. Yaani leo nakula na pesa hizi zote. Ana huwa hata shati leo. Kuna tatizo. Kunywa juice. Mtamangusha hapo. Yeah. Baby chakula kitamu sana baby wangu. Kweli. Umejiandaa leo kwa chakula hiki? Ni kweli mume wangu. Akiwa chakula kitamu kweli. Mjomba, unasemaje chakula hiki mjomba? Unasikia chakula hiki? Mapishi natoa. Mapishi ya maandalizi. Mapishi. Mjomba naye. Manuizi. Hajawachaga tu. Mjomba mcheshi wewe. Mjomba. Hana ndio maana nilikuwa namuulizia nasema siku zote hizi iko wapi? Mjomba, nilikuwa naye mimi mtapona muda wote namuona mjomba tuko naye huko Kweli? nakutana naye sana. Anakuja ofisini kwangu kule. Mbona umleti sasa hapa nyumbani? Taweza mjomba naye na kazi yake bwana anapenda sana kutoka bungeni. Basi madrasa tutakutana na mpeleka sana. Mabunge yao yale ya kunywa kahawa. Naambia. Chakula kitamu sana baby. Kweli my husband. Chakula kitamu sana. Asante my dear. Ustazi kula ustazi wangu. Ustazi. Kula mjomba. Mjomba kula nini tena? Mjomba chakula utamu chakula. Utakuta hiyo. Mjomba kunywa juice basi kidogo. Kunywa juice utakuta ni gesi kwenye tumbo. Yalla. Shusha chakula kidogo mjomba, chakula kitamu. Nini mjomba? Nazidi. Hapana bana mjomba kula mjomba. Nini tena?
No, nisikia kama vile tumbo sijui nini. What? Baby. Chakula hiki baby. Kuna nini mpenzi wangu? Nini mjomba? Mjomba. Baby chakula hiki baby. Oh. Jama. Nini tena? Allah. Baby umefanya nini baby? Kwani umefanya nini? Umetuwekea nini kwenye chakula bana? Sijui. No baby. Chakula kuna nini? Kitu hapa. Mauaji haya. Mauaji ya nini? Ya baby watu. Kuna kitu hapa. Kuna mwenye anashinda nyie kuua. Kuna mwenye anawashinda nyie kuua. Kumbe ni wewe. Usinivunje magilasi. Wewe ustazi mkubwa unayesomesha kila mtu anakuamini wewe, lakini unayofanya hakufanani na hiyo sura yako, na utakutana na wewe huyo ambaye uliyofanya kibaya, mtakutana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hatimaye mshahara wa dhambi ni mauti, na kila ukitendacho daima utatendewa, haijalishi itachukua muda wa kiasi gani. Mwenyezi Mungu ni hakimu wa kila jambo. Ustadhi na washirika wenzake baada ya kuitenda dhuluma kubwa sana kwa Hisham, nao pia walimfuata Hisham mbele ya mahakama ya Muumba. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya kihistoria ambayo kamwe haitokuja kusahaulika. Mji mzima ulitandwa na huzuni. Kila kona ilikuwa ni habari za Hisham na Nasim. Baba wa kamwe wa Nasim naye pia baada ya kukosa pesa ya kumalizia wale majambazi waliomalizia maisha ya Hisham, naye pia walimalizia maisha. Wote wakawa wametangulia mbele ya mahakama. Nasim naye alifungwa kifungo cha maisha yake yote. Historia hiyo ilibaki katika kijiji hicho hadi ikabaki simulizi. Kila vikao, kila masjidi, kila kona ilikuwa ni habari hizo za Hisham na Nasim. Duniani sote tutapita, hakuna haja ya kufanyia khiana. Ajali ya nafsi, unachokifanya utalipwa, kiwe kizuri au kibaya, akhera ni kuhesabiwa. Unachokitenda utatendewa, unachokifanya utalipwa, kiwe kizuri au kibaya, akhera ni kuhesabiwa. Mola nusuru waja wako, wadhulumiana baina yao, wajivunia mali zao, vyeo, nguvu, maarufu wao, wanajipa cheo chako kwa kuangamiza wenzao, wasifanikishe maisha yao kwa kuharibu mipango yao. Qisas bil qisas, ukitenda utatendewa, ukifanya utalipwa. Qisas bil qisas, ukitenda utatendewa, ukifanya utalipwa.